watu wengi wanasema baba, ukitaka hela ufungue kanisa, ukitaka hela lazima uanzishe vitu fulani kama hivi kupitia neno la Mungu, lakini ndio napita hapo na ndio upigaji wa hela. Vipi baba, hili neno ushakutana nalo sasa lina ukweli kiasi gani? Kuhusu swala la kwamba wanavyosema ukitaka pesa ufungua kanisa. Na vile vile wanasema watumishi wa Mungu sasa hivi ni wapigaji hela. Yaani ona lolote walichokifanya ni upigaji tu wa hela hivyo. Hii kitu baba, kama wewe ni mtumishi wa Mungu unakichukuliaje? Ni swali ni swali gumu kidogo, lakini ni zuri sana ili watu waelewe. Inategemea katika utumishi wako umeingiaje. Sawa? Unajua wanasema hivi, kwenye msafara wa nini? Wa mamba na kenge wapo. Kuna watu wameingia huku kwa ajili ya kuhudumia watu tu, kutangaza ufalme wa Mungu, sio kwa ajili ya pesa. Sio kweli wote kwamba wameingia kwa ajili ya pesa, sio kweli. Lakini kuna watu kweli wameingia kwa ajili ya pesa. Hiyo ipo. Wala tusidanganyane, ipo. Kuna watu wameingia kabisa wanamhubiri Kristo tu, hawataki pesa ya mtu, labda sana sana sadaka, na sadaka ni hiari ya mtu, sio lazima. Lakini kuna watu wameingia kwa ajili ya kutafuta maslahi, lakini sio mimi. Mimi nilipoponywa ule ugonjwa, sharti la kwanza nililoambiwa nihubiri kweli yake Mungu, lakini vile vile Mungu aliachilia hizo karama za uponyaji, lakini ni bure. Nafikiri mwenyewe shahidi, mtangazaji, wewe usije kuiona nimewahi kukuhitaji siku moja. Hawezi shahidi, wewe mwenyewe umekuja hapo, wewe mwenyewe umechanganyikiwa. Na ni wengi, ila haizuri kutoa sadaka kama unapenda mwenyewe kutoa. Lakini sio nikuambia kwamba ili unione lete pesa, ili nikuombee lete hii sadaka. Hapana. Ila wapo wanaifanya hivyo. Kwa hiyo siwezi nikakataa kwamba hawapo. Wenyewe wapo, wapigaji wapo, na wakweli wapo. Hii iko kila sehemu duniani hapa. Kuna mapolisi wa ukweli, mapolisi wapigaji wapo. Kuna mahakimu wapigaji wapo na wasio wapigaji wapo. Si jamani, kweli si kweli? Yeye ipo. Hata nyinyi watu wa vipindi mpo wazuri. Hiyo ipo kila mahali. Sisi tunabakia tu kusema jamani, kuna muujiza. Mungu amefanya muujiza mkubwa hivi na hivi, mambo kibao. Je, baba, unaweza kutuambia ni muujiza gani ushakuupokea ambao ukasema katika maisha yangu muujiza sitoka nikausahau? Upo. Yaani muujiza mkubwa ambao sitaka kusahau kabisa katika maisha yangu ni wokovu. Ni ile hali ya kuokoka na kusimama katika wokovu. Huu ni muujiza mkubwa sana. Maana wengi wanaokoka kesho wamerudi nyuma. Uponyaji ni matunda tu, sio Mungu, yaani matunda tu. Lakini muujiza mkubwa ni wokovu, ambao wenyewe sitasahau milele. Maana unanipa kumbukumbu nilikotoka, maisha yangu ya mwanzo mpaka sasa hapa nilipo. Ni wokovu tu. Lakini muujiza mengine ambayo Mungu amekunitendea ni mingi tu. Na aliniita kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa sababu aliniambia nimekuponya wewe na wewe uwasaidie wengine kuwaponya. Ndio. Hiyo ni mingi sana. Kama vile alivyosema mtangazaji pale, akasema kwamba Joshua alisimamisha jua. Lakini tu ndugu mtangazaji, nataka nikuweke sawa. Maana hicho kitu kinaleta kidogo ukakasi.
Naona watumishi wengi sana wanasema Joshua alisimamisha jua, lakini kisayansi na kiutaalamu jua huwa halitembei. Kwa hiyo Joshua hakusimamisha jua. Tuzungumzie Joshua alisimamisha dunia, ndio inayetembea. Jua limesimama. Kwa hiyo tunataka tuweke tu sawa kwamba Joshua hakusimamisha jua, ila mwandishi alisema alisimamisha jua. Lakini jua halitembei. Kwa hiyo alisimamisha dunia. Alisimamisha dunia. Na dunia stop. Dunia stop. Ndio stop. Sawa. Na pia baba, nataka kujua katika sekta za kufanya miujiza, unajua kuna muujiza fulani unaweza kuufanya ukasema kawaida, lakini kuna baadhi ya miujiza unaweza ukafanya muujiza aidha kwenye kuombea mtu, aidha kwenye kitu chochote. Unaweza ukafanya kitu ambaye, yaani ukafanya kitu kikatokea ambayo ukasema hata hapa mimi kimewezekanaje? Huyu mtu useme sio, kwa mfano kiwete amekuja wezi kukuta kiwete kainuka anatembea, yani kuna ule muujiza ni special ambao unajua umefanya, yani unajua kasa hiki kitu hakiwezekani kukifanya, lakini unalikuta umekifanya kile kitu kimewezekana. Hivi na huo muujiza upo? Kwanza muujiza ni nini? Muujiza ni kitu ambacho kinatokea bila kutegemea. For that kimetokea, wewe ndio muujiza. Maana asikwambie mtu yoyote kwamba yeye anaona muujiza unapokuja. Hiyo sio dawa. Muujiza sio dawa. Muujiza ni kitu kinatokea. Sijui wenzangu, lakini mimi katika miujiza yangu yote mimi sijui inatokeaje, ila ninajua kwamba Mungu anaweza. Ila anaponyaje, anafanyaje, hiyo mimi sijui. Mimi ninachofanya nachukua tu neno natamka, lakini najua lile neno lina nguvu. Nikiendelea na imani ya yule mtu, yule mtu anasimama anatembea. Na ndio maana miujiza mingi sana inategemea imani ya yule unayemwombea. Na je, hiyo miujiza wanasema inapatana na imani. Ukitamka neno na yule mtu akiwa na imani anaweza kunyanyuka na kutembea. Je, shehe kutokea kwangu? Hayo ni mara nyingi sana. Kwangu ni mara nyingi sana. Mimi nimewahi kusimamisha mvua. Mvua ikasimama wakati inanyesha, na mara nyingi tu hasa siku za ibada, ikianza mvua naambia asubuhi, naambia wewe bwana mvua, wewe ni mtumishi wa Mungu na mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama sisi wote ni watumishi wa Mungu, lazima tuheshimiane. Tupeane zamu, si ndio jamani? Wewe una nafasi yako na mimi nafasi yangu, lazima tuheshimiane. Nikishasema vile, kwa sababu ninaamini yeye ni mtumishi wa Mungu, atanisikiliza. Utakuta mvua inaisha. Mpaka ibada inaisha. Sasa mimi surprise. Na maana mvua ni mtumishi wa Mungu. Vipi hapo tuweke sawa. Na mvua ni mtumishi wa Mungu, mkeke sawa. Kwa mtumishi wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Ina maana mvua anafanya huduma gani mpaka akaitwa mtumishi wa Mungu? Ana kazi kubwa sana. Akinyesha si ndio na miti naota, na inaota, majani yanaota. Maji yanapatikana. Wadudu wanafurahi na kila kitu kinafurahi. Zaburi 119 mstari wa 91 inasema kila kitu ni watumishi wa Mungu. Hata kitu ulichokalia ni mtumishi wa Mungu. Hizo nguo ulizokalia ni watumishi wa Mungu. Ndio maana kama unakumbuka jana nilishika vitambaa. Nikashika vitambaa. Nasikia sasa ni kitu ambacho huwezi kuamini sana. Unaweza kama kuna vini macho. Mimi ninajua kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Hata hii kamera ni mtumishi wa Mungu. Ili mradi wewe uitume ifanye ile kitu ambacho unataka kifanye. Ndio maana nipo kituma kile kitambaa kikamgusa yule mama kama pepo, wa pili alipiga kelele kama vile anataka kutapika. Ndio hivyo tena. Lakini mimi nilikuwa sijui kama atatapika. Ila mimi nilijua huyu nikimtupia kitambaa kwenye tumbo lake chochote kinaweza kikatokea. Lakini sikujua kwamba yeye anaanza kupiga kelele kutapika. Ama sikujua kwamba yule mama mwingine ataruka ataanguka na mapepo. Hiyo mimi lakini nilijua kwamba kina matokeo. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Yeah.